Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Jamaa anaitwa Alex, ni dereva wa familia ya bi mkubwa mmoja kipande cha Lagos. Huo ndio mchongo ambao unampa pesa mjini. Bi mkubwa ana mtoto anaitwa Jasmine ambaye hakuwepo nyumbani kwa muda mrefu kwa sababu ya masomo. Jasmine anamkuta mwamba anasafisha gari kwa sababu ndio ofisi yake, anamsalimia, "Umeamkaje?" Alex anamwambia, "Mimi niko poa, vipi wewe bosi?" "Mimi naitwa Alex." Jasmine anamwambia, "Oh Alex, nadhani upo vizuri." "Ndio bosi, mimi niko vizuri." "Mbona kwa vizuri kawaida yangu kabisa." "Basi baadaye mimi naenda kufanya zangu mazoezi." Wakati Jasmine anarudi, anamkuta bi mkubwa ndo anatoka. Akamwambia, "Mama, kuna kitu nataka nikuombe. Unajua mimi sipo mjini hapa kwa muda mrefu sana sasa. Nilikuwa namuomba dereva wako aniendeshe kwa wiki 2 tu ili nitembee mjini." Bi mkubwa akaguna, "Sasa Jasmine mimi ataniendesha nani?" Mama ikabidi akubali tu. "Basi sawa." Akamwambia Alex, "Kuanzia kesho utaanza kumwendesha binti yangu na uhakikishe unamtembeza mji mzima." Hilo mama mbona halina shida, limeisha kabisa hilo. Siku ya pili mchizi yupo na mtoto wa bosi kwenye gari. Kaanza rasmi kazi mpya. Jasmine akamuuliza, "Mama yangu ameniambia wewe ni moja kati ya watu wenye elimu sana. Sasa imekuwaje ukawa dereva?" Alex akamjibu, "Ni kweli mimi nilikuwa moja kati ya wanafunzi bora sana kwenye darasa langu, ila kama unavyojua ajira imekuwa noma sana." Binti akaanza kuilaani serikali ya Nigeria kisa hawajampa ajira Alex. Akamuuliza, "Kwani umesomea nini?" Alex akamwambia, "Mimi nimesomea mechanical engineering." Jasmine akashangaa, "Mbona mimi pia nimesomea kitu hicho hicho?" Mchizi akamwambia, "Acha utani bosi." Ikabidi Jasmine amwambie, "Alafu sikiliza, ukome kuniitaita bosi, niite Jasmine sawa?" Engineer anajingatangata tu pale, anajichekesha, "Hehe, sawa bosi, sawa bosi, hehe, sawa Jasmine." Wakati wanarudi, Jasmine akamwambia Alex, "Ndio tumezurura sana lakini tumesahau kuhusu chakula." Alex akamwambia, "Da, unaonaje tukirudi mjini ili tukale?" Jasmine akasema, "Nafikiri jikoni kutakuwa na kitu, twende tukapike." Msosi ukaiva, watu inatakiwa wale sasa. Mwana akashamzoea mtoto wa bosi, ni mwendo wa kumuita Jasmine tu. Alipopewa msosi akataka kwenda kula chumbani kwake. Jasmine akamwambia, "Unaenda wapi?" Alex akasema, "Chumbani." "Hapana, twende sebuleni." Mchizi akasema, "Ila mimi namuogopa sana mama yako." Jamaa hajiamini kwa sababu ndio mara yake ya kwanza kwenda kula sebuleni, kwa hiyo anaogopa bosi wake asije akamkuta ikawa noma. Bi mkubwa anarudi nyumbani na shoga yake wanapiga story, lakini wanashangaa kumuona Alex anamvalisha pete Jasmine. Kumbe bi mkubwa alikuwa anaota, lakini kwenye akili yake anasema, hizi ndoto kuna muda zinasema ukweli. Haiwezekani nikamuota Alex anamvalisha pete binti yangu. Sema sio issue sana, ngoja nilale. Usiku Jasmine mlangoni kwa Alex anamuuliza, "Vipi, kuna shida au kuna kitu unataka kuniambia?" Jasmine anamwambia, "Ndio, zile chocolate tulizozila leo zilikuwa tamu sana. Vipi, wewe unazionaje?" Alex akamwangalia akasema, "Chocolate au sio? Zilikuwa tamu." Ghafla bi mkubwa anawafuma tena, wanaongea karibu na chumba cha Alex. Hii siku nyingine bi mkubwa anaona nafasi za kazi, sasa ikabidi aende chumbani kwa Jasmine ili amuoneshe, lakini Jasmine chumbani hayupo. Bi mkubwa akaona, usintanie wewe, au kaenda klabu nini? Maana hiki kizazi cha Gen Z ni noma. Mama wa watu kapiga kelele nyumba nzima kimya, kumbe watu wapo zao nje wanayajenga. Bi mkubwa akamwambia, "Wewe Jasmine, fanya fasta na kuomba ndani. Mwanetu anawaza hapa, mbona kama kesho sina kazi, ngoja niingie ndani kama kuna vitu vya kupanga, kesho nisije nikaacha mizigo yangu, ishakuwa noma hii." Bi mkubwa anamwambia Jasmine, "Ndo nini sasa vile kukaa usiku unaongea na dereva? Wewe una mchumba wako anaitwa Eric, muda huu unatakiwa ukae uwasiliane na mchumba wako." Jasmine akamwambia mama yake, "Mama, hapana, siwezi kwa sababu siku hizi niko busy sana, sina muda wa kuongea na Eric." Bi mkubwa akamwambia, "Yaani upo busy wakati muda mwingi unaotumia kuongea na dereva?" Jasmine akamwambia, "Alafu mama, sikia nikwambie kitu ambacho wewe ukijui, mimi nampenda sana Alex." Bi mkubwa anashtuka, "Unasemaje Jasmine?" Jasmine akamwambia, "Ndio hivyo, usiku mwema, see you tomorrow." Kama kawaida Jasmine asubuhi na mapema kwa Alex. Leo Jasmine kaona isiwe tabu, ikabidi amwambie Alex, "Alex, sikia, ujue mimi nakupenda sana, yaani ulivyo tu mcheshi, unajali, kiufupi una kila sababu ya kuwa na pisi kama mimi. Nikiwa na wewe yani ni balaa tu." Wanetu akaona mtoto si ndo huyu kajaa, akamsogeza karibu. Kabla hajaanza kujibu mapigo, bi mkubwa akatokea akamwambia Alex, "Oya bwana mdogo, kabadilishe nguo, unatakiwa nipeleke kazini faster." Jasmine akaja juu, "Mama, haiwezekani kwa sababu wewe wiki 2 bado hazijafika na tuliongea kabisa kwamba mimi nitaendeshwa na dereva wako ndani ya wiki 2. Bi mkubwa aelewi, akasema, "Alex, kabadilishe nguo nipeleke kazini. Alafu na wewe Jasmine, kuanzia leo ukitaka kutoka utaendesha gari mwenyewe." Yani bi mkubwa anapigania brand ya familia kinoma yani. Jasmine haelewi na yeye kaingia mazima hajaacha hata kucha. Mpaka sasa hivi mama yake
yake na Alex hawajarudi, kama ni huku kwetu Bongo tungesema Jasmine kautaka. Siku iliyofuata Bi Mkubwa yupo zake chumbani, lakini kuna kitu kashika mkononi. Anajiuliza maswali. Jasmine anataka kunipima mimi kichwa changu. Sasa ngoja nimuoneshe kuwa mimi ndio nilianza kuliona jua. Yaani nimekula chumvi kiasi kwamba nikiingia kwenye maji yote yanakuwa machungu. Kumbe Bi Mkubwa ana dawa ambayo anataka kumwekea Alex awe chizi ili Jasmine asimpende tena. Bi Mkubwa vita kaibeba kama ilivyokuja. Akaenda mlangoni kwa Alex akamwaga dawa ili Alex akitoka chumbani aikanyage awe chizi. Alafu Bi Mkubwa yule anasepa, anawahi kwenye ubao wa matokeo kuangalia leo mechi inatoa ngapi. Wakati huo Jasmine kamisi baby ananyatanyata asionekane. Anaelekea kule chumbani kwa Alex. Ili anafika tu mlangoni kwa Alex anakanyaga mtego. Jasmine anakuwa chizi, anapiga kelele. Bi Mkubwa anashtuka. Jasmine kawaje tena? Mbona anapiga kelele tu? Bi Mkubwa ikabidi aamke. Huku Jasmine anacheza mpaka amapiano, yani ni vurugu mwanzo mwisho. Anamuuliza mama yake, wewe vipi? Mbona una kitambi? Unatakiwa ufanye mazoezi sawa? Au nikufundishe? Mtoto wa kike una kitambi, huoni aibu? Unioni mimi? Bi Mkubwa anamwambia Alex, peleke chumbani haraka sana. Mambo yashakuwa mengi hapa. Leo ndio siku ambayo mchumba wa Jasmine anarudi, yani Eric. Mama yake anamwambia, bora hata umerudi mwanangu, nimekumisi sana. Dogo anamuuliza mama, vipi kuhusu Jasmine? Kila nikimpigia simu zangu simpati. Bi Mkubwa anamwambia mama yake amesema yupo busy sana. Sasa mama, mtu akiwa busy ndo apokee simu? Bi Mkubwa akaona ampigie simu mama yake Jasmine ili amwambie Eric amerudi, lakini simu haipokelewi. Eric anatoa wazo kwa mama yake, anamwambia mama, unaonaje kama tukienda kwa surprise kuwatembelea kina Jasmine? Bi Mkubwa akasema fresh tu mwanangu. Lakini walivyofika getini walizuiwa kuingia ndani. Bi Mkubwa hataki aibu kabisa, kaacha maelezo, kila atakaye kuja aambiwe kasafiri. Wakati huo yeye anachungulia tu dirishani. Leo mama Jasmine ikabidi apokee tu simu, akamwambia, nimesafiri shoga yangu, ila nikirudi siku za karibuni hivi nitakwambia ili uje nimuone mkwe wangu. Leo ndo siku ambayo Eric na mama yake wanakuja kwa kina Jasmine. Ikabidi Bi Mkubwa amwambie Alex, wewe kaa naye hapo kwa sababu humu ndani anakuelewa wewe tu, sasa kaa naye ili wageni wakija wasishtuke. Eric anaingia, anamuona mchuchu kapoa, ikabidi akae naye karibu. Akamwambia, mbona simu zangu siku hizi nikipiga au zipokei? Vipi mchumba, au mazingira yamebadilika nini? Jasmine amuelewi, ikabidi kwanza amboost kidogo, akamng'ata. Eric akaona hapa mbona kama mambo yamekuwa mengi. Bi Mkubwa ikabidi aseme ukweli, sasa mimi ndo nimempiga kimbola ili asiwe na Alex. Mama yake Eric akamwambia, sasa kwa nini hukuniambia mapema shoga yangu? Hili jambo ni kubwa. Basi sikiliza, mimi na mchungaji wangu huyo ni noma kama Mwamposa vile. Mafuta yake hayo akikupaka lazima mtu ukae. Mchungaji akaja, roho ibada sana, mapambio, piga sana tenzi za rohoni. Maombi yakaanza kama kawaida. Mafuta ni jambo la msingi sana. Maombi bila mafuta wewe ulisikia wapi? Bi Mkubwa naye ikabidi aokoke ili binti yake apone. Nyumba ikawa ni kunena tu kwa lugha mwanzo mwisho. Jasmine akarudi kwenye hali yake ya kawaida. Eric akamwambia Alex, sikia mwanangu, sisi wote hapa ni wanaume, au sio bana? Mimi nakuachia huo mzigo, ila tu hakikisha anakuwa na furaha muda wote. Mzigo unaishia hapo. Alex anaachiwa goma ilo hapo la kishua. Dereva kaingia mjengoni rasmi kama mkwe. Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania.